Bethel Clouds TV, empowering lives. Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyan, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyan, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. I have gone through that. I saw. Hata my sister hapa atakwambia Nancy. Alikuwa mang'atu kama mimi. Na tumekokana na yeye. Na tukakokana akaenda. Ilibidi tena arudi. Sasa sisi ni marafiki. Hata mimi sikuwa najua kwa sababu nilisikia na marakara mingi sana, marakara mingi. Kumbe sikujua I'm hurting her. Ndio nimeambiwa na Ng'ang'a Harrison. Akaniambia mtu yote kama unasimama umeshika microphone umesimama kwa madhabahu, wewe ni baba wa kiroho. Be very careful with the words you speak. Bwana Yesu asifiwe sana. But also akaniambia be very careful na wale watu wamekuja. Kwa sababu kuna watu wanakujaga papasiri kuja kumaliza wewe. So na hao wachuke. Ukiona hiyo kitu inaenda kumea unaigoka, unairudisha chini. Unagoka hiyo kitu, wachana na mtu. Wachana na our sister hapa pastor. Wachana na yeye. Si Lucy ni kuna kagunyo kako ndani ya Lucy. Ako ndio kanagokagwa. Unakagonga vizuri na usihurumie. Ukiona kameanza kumea goga ni kama ni kitu kitakufa ukule. Kwa sababu mahali kitakushikia utaitana. Tuliona Ng'ang'a hapa juzi akirani wale wa nini wake. Akiwaita matuta. Tulikuwa na pastor mmoja alikuwa anaitwa Ratori. Alikuwa Nakuru. Naye alipasua kanisa. Ng'ang'a alienda, alikuwa ameenda ataenda Nakuru kanisa akakuta ni jina ingine si neno evangelism. Alimwaga machozi. Na kuna kitu alifanya mpaka leo. Juzi nilikutana naye nikamwambia si uende tu huko huyo jamaa kwa sababu nilimkuta kwa wheelchair. Na ndiye alikuwa the main lead pastor huko. Ndiye alikuwa ametetemesha Nakuru. Sasa hizi hata chakula hana. Ng'ang'a alitoa tu viatu hivi
akatoa akaweka pale, akasema hata vaa. Alitoka mguu akaenda kwa gari yake. Ukasema hiyo kitu imefanyika, chika huyo mjamaa mguu, hata afadhali umupige kemadora mwaguke chini, asitoke kwa hiyo nyumba. Ushike hata umunyite unyoge, asitoke wapi? Kwa hiyo nyumba, kwa sababu that's the end of you. Nitoe viatu hapa, nitoe hivi, kisha nyinyi. Bwana Yesu. Na mchungaji ukiona amekupatia kiatu akiwa kwa madhabahu, chuka hii, amekuona, nikukwambia na kuambia umagarodhi. Wewe utafikiria ati ni ministry nimekupatia. Si ministry, nimekuambia eda na utaenda. Utangangana kukaa hapo, lakini utafanya nini? Wacha nini? Mnatoke ama pastor, mabishop, wahubiri ni wachawi kuliko mchawi mwenyewe. Because mtakaa na yeye, mtakunywa na yeye, akikumaliza ukazoeana na yeye, mnabishana tuende kwa sababu nitoe daine na wewe. Tunakaa pale tunaanza kupigana, mali kingine tunaanza kubishana, nidi go dia wewe ndio nako wewe please. Hiyo ni kifo. That is death. Usitake mzoeane na mtu kama mimi. I'm different. Una imagine hule to liradishika na mwele wewe. Iko mina igere. Tahutio kama ona kama kahetokere haha. Ona ka tutigo koro kwete. Watoketa ishuje igere. 12 nimeenda jela mara 52. Nimenyogwa mara 2. 2 times kunyogwa, mashini inakataa. Alafu leo ukuje sasa hapa waanze kunirushia mikono. Mimi sitaongea, nitakuachililia. But maliza miezi 2 ukuje hapa utaleta story. Na sitaongea. Usiwahi taka hata kama ni boyfriend yako ama ni girlfriend yako ama ni mke wako ama ni nini, wachana na hawa watu. Ikifika ni laini ya mafuta, mume huyu hata kama ni mume wako, mufike nyumbani ama hata hapa mahali popote, muaddress kama nani? Kama mtumishi wa Mungu. Usiwahi taka kumuaddress kama mke wako ama mume wako. Sara alikuwa na address bwana yake kama nani? My Lord. Alijua siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yes, tuko na weakness. Hakuna watu wanakuanga na weakness kama hawa. Usitamanie kuwa bibi ya mtu kama huyu. Usitamanie, you will never have peace in your house. You will never have anything. Simu ni saa 9 ya usiku ni ya mama. Na ni mama anakutamania. Kitu ya kwanza kuingia, hi darling. Na bibi yako yuko hapa, mnataka kusikia. Hi darling. Na unajua huyo ni yule mama wa kanisa. Na amekuita darling, na amekupigia saa 9 usiku. Sasa angalia mahesabu ile itaanza hapo. Kitu ya kwanza asubuhi ikifika, chia ready. Tatu mia ita mkutano ya wamama. Kwa sababu anataka kuaddress hi darling. Bwana Yesu. Sasa ukianza hiyo utaanza vita na kila mwanamke kanisani. Kwa sababu mtu yote ako na mafuta ni attraction. Ukijepaka mafuta saa hii utoke hapa ije. Ile vubi yote unaona hapa ya mafia mtu, mafia ng'ombe, ya kuku, takataka zote hiyo rokogo lazima ikuje kwenye nini? Mafuta ile umejipaka. Any anointed person ni mafuta amemwagiliwa. So ni attraction ya kila takataka na kila kitu mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukuwe na big heart ya kuaccommodate takataka zote na vitu zote vizuri. You must have the big heart. You must accommodate. Tutakuta twingine tunyugunyu, twingine tunakuja, tutakuja wengine manabii, wengine ni nini, wote watakuja. Na watakuja na wanakuja asubuhi kwako kwa nyumba. Anakuambia terere, ni uramenya kai katumia karakarokire karakarare hire gari ile muraheirwo, chavire muraheirwo. Ni Ngai aranyonirie. Hallelujah. Yes, kati tarabasai. Ta. Ndironire. Malaika terabosaya. Paya. Ndironire ni wade worshiper. Kai. Todo niki, todo ni arathiete kumuhoya tigiti aramuima. Automatically agetode worshiper. Ne kuringo ni undu akiuarehe. Nikionaga thikũ ici andu mokaga mehithite makirehe kindu. Na hiyo ndio the secret ya kubarikiwa. Hiyo kuleta hiyo kitu
Hiyo kuleta hiyo sahani unaleta, kijiko hiyo unalete. Hiyo ndio secret ya kubarikiwa. Si maombi. Secret ya kubarikiwa ni kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo secret ikiweza kuvujwa na ivunjike kwako, baraka za Mungu umepoteana nazo. Giving is not salvation. Giving is a principle of the kingdom of heaven. And it's not Christians who give. It is human beings who give. Wale wote watu wote ni givers. They are very rich. They are very powerful and they are very strong. Angalia mama nilikuwa naitwa Mama Teresa, ni Muhindi, but she gave until today her legacy imesimama. Ministry ya Jesus ilianza by giving. Haikuanza by kuombea viwete. Alitengeneza muratina, watu wakakula wakasikia vizuri. Akarudi akachukua samaki na mkate, watu wakashiba. Akarudi akaenda mahali kwingine akaambia kuna watu wako na demons. Akaenda kuangalia akasema hawa si demon, ni tubo. Jesus was a giver. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna hii mmezoea sana kusema shaken together what? Mnakataga hapo juu, hiyo ya juu kidogo, hiyo ndio mnakata. Hiyo lakini mnajua ku shaken together? What together? Na overflowing inakuja. No, start from hapo juu. Give and it shall be given to you. So there is no secret. Si maombi. Giving is not prayers. Kama umekwama kimaisha financially, it is not giving. It is not money. It is not spiritual. Try see umekosania na Mungu wapi. Because each and every one of you, you have a calling. Hakuna mtu wako kwenye hii dunia bila calling. We all have a calling. And this calling is specific to the role you have on earth. Bwana Yesu asifiwe sana. It's completely specific. Nakumbuka tulikuwa tumeenda kwa mtu anaitwa TB Joshua. TB Joshua was my greatest friend, a good friend. Before he died, that Friday alikufa. Tuliongea naye Thursday. Na alikuwa ameniambia nimtumie Swift code, anitumie pesa, atunue pesa, aninunulie tent. Ile alikuwa anataka tufungue synagogue. Ndio maana niliinsist na jina synagogue. I have a ministry registered as Crusaders for Christ. But the name lazima itakuwa the synagogue. Because that is what he wanted. We open here in Nairobi. But the time tulikuwa tumeenda kwake, tulikuwa tumeenda mimi, tukakutana huko na Kakande, tukakutana na Lolinga, tukakutana na jamaa mwingine ako Malawi. Na tukakutana na jamaa mwingine ako South Africa. Na akatuita sisi zote. Tukaenda akatuombea. Na akatuambia nyinyi, you have a powerful calling. And God is going to use you in a mighty way worldwide. Sisi wote tulifungua ministry. Na sisi wote alitusaidia kivyake. Lakini ukiangalia tabia na mienendo ya sisi zote ni tofauti completely. Venye Lolinga anafanya sivyo nafanya, venye Kakande anafanya sivyo nafanya, venye yule mwingine anafanya sivyo nafanya. Because my calling is not of the Kakande. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning every person on earth uko na calling ya kivyako, and it's an original calling. And nobody has a calling like you. So do not want to be like me. Do not frustrate that other colleague. Ati kwa sababu umeona anainua tu mkono hivi watu wameanguka. Hapana. Hapo ndio calling yake iko. Na yeye anakuonanga, anaona venye unafanya, anatamania hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana leo nataka tuangalie characteristics of a calling. Ndio tuweze kuunderstand, ndio tuweze kujua ni mpaka wapi. Weka mpaka yako. Ukikuja hapa kama wewe ni mtumishi, hata kama uko na anointing kubwa, mimi ndio baba ya hapa. Utakuja utakaa chini na utafuata amri za wapi? Za hapa. Na baba akikwambia chukua kiti peleka pale, fanya hivyo. Kwa sababu baraka zako za kukufungulia zaidi ziko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilienda Nigeria kwa mwezi moja mara 6. Naende ananiombea alafu ananiambia kuja come next week. Sasa ndio imagine hizo ndege kwenda kurudi kwenda kule come next week. Kila next week come Sunday. Akaniambia kila Sunday nilienda, kila Sunday nilienda huko.
na hataki kujua kule fare inatoka. Ile kitu alinipatia ni kotoni moja ya maji, na mimi sikuwa najua maji ni ya kuuza. Mimi nilipofika airport nilipatiana. I didn't have the meaning ya maji. Of course, I don't use water. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't use water. Yeye calling yake ilikuwa kutumia maji. Mimi natumiaga mafuta. Ama tunakaa hivyo kaf na maneno nisema. Mimi sio lazima nikuje nikuwekelee, nikikwambia tu jambo hiyo jambo nimekwambia itafitimika. You don't need even to come to my office. Just one word I will tell you, itafanyika. Nikikwambia utapona. Nikikwambia kansa yako imetoka. Sio lazima tukuje hapa lo liko toto. Hapana, hiyo ni yake. Hiyo alipatiwa. Don't copy. Hiyo ni yake alipatiwa. Na aliambiwa usemage kwa sababu hiyo ndio language ya biguni. Na hiyo ndio alisikia Mungu nayo. Mimi sijasikia na hiyo. Mimi nilisikia tu nikuangalie na macho na kwambia hebu toa hiyo mayani yako. Toa. Na kwambia niangalie macho. Na kama ni nguvu haina, unatoa macho yangu inatoka nguvu inaenda kwako na unapona. Hivyo tu. I don't need to come and say, hey baba ninaomba, ninasema katika jina. Hapana, hiyo nonsense utanipata nayo. Na kwa mwingine hiyo ndio anafanya nayo kazi. So you must understand the characteristics za calling. Kuna mzee mwingine Thika, rafiki yangu. Na yeye ni mjeuri fulani. Na hiyo mzee ni mzee mzuri sana. Alinifundisha mambo ya madhabahu. Na yeye venye alikuwa anafanya nilijaribu lakini nikaona haingii kabisa, because that is not my direction of calling. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu atakwambia zunguka hapa mara 10, uzunguke hapa na unapona tu. Kwani sikuna mzee aliambiwa arushwe kwa maji na mara 7. Kwa nini mara 7? Because that is what God spoke. Mimi naulizaga kwa sababu nyinyi mnafuata Kristo na mnapenda Kristo sana na mnataka kukaa kama Kristo. Mnasema hadi kachivu zilitumika, mafuta ilitumika. Nini kingine ilitumika? Nini kingine mnapenda sana kutumia mapasta na mnatumiaga? The blood, everything. Lakini kuna kitu moja hamutumiagi na naulizaga maswali. Alichukua mate, akatemea udongo, akaifanya matope, akapaka mtu hapa na mate yake. Na huyo mtu akaambia enda kwa mto ukaoge. Mbona sijakutana na mtu anaambia mtu hivyo? Ama hiyo ni unhygienic? Yeah? Kwa wasomi. So ni kwa misunderstand the calling. Mtu anaitwa Elisha aliambiwa wale watu walikuwa wameenda kutafuta Elijah. Maana Elijah alienda, lakini Elisha alikuwa anajua jamaa ameenda. Na ndio ilikuwanga maombi ya Elisha, huyu jamaa aondoke achukue ujukani. Sasa wale wa jamaa walienda, aliwaambia nendeni mkamtafute, wakasema twendeni kwa kichaka tukamtafute. Kule walienda kutokelezea, walikuta ni mahali kuna kizima cha maji na shamba ni mzuri, lakini yale maji yanaleta mapozi. Wakarudi nyuma, wakaenda wakamwambia tumepata kitu kingine. Lakini walikuwa wanatafuta nani? Elijah. Lakini kile kitu walienda kukutana nayo, walikutana kuna kizima kina maji, lakini yale maji yana mapozi, yanaua. Kisha akamwambia twendeni kule. Walipoenda akawaambia leteni alimuitisha lete bakuli. Kisha akamwambia leteni chumvi. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikakuja hapa nitumie chumvi, utasema ushoraho dhira shube. No, it is according to the revelation that has come. Because hawa watu hawakuenda supermarket. Maana kile kitu ambacho kinafaa kubadilisha maisha yako ni kile umebeba, sio kile utaenda kutafuta. Ndio naulizanga mtu niki wewe nakio. Because wewe umezoea kule unaendaka kutoa 10,000 na 100,000 ndio baraka yako ikuje. Lakini mimi Mungu wangu aliniambia nikilia wewe nakio. Ndio nakuulizaga una nini? Kwa sababu ukikuja hapa Mungu alikupalania. Kuna mtu wa 1,100 atakuwa nazo. Na kuna mtu wa shilingi 10 ako hapa na atakuwa na hiyo 10. Na kuna mtu atakuja bila hata, na nitamwambia chukua kifagio nenda ufagie pale.
ugonjwa wako inatoka. Bakuli ilikuwa kwa nyumba ya mtu na chumvi ilikuwa kwa nyumba ya mtu, haikuendewa supermarket. Huyo Elisha hakutoka nayo kutoka nyumbani, lakini alipofika hapo aliambiwa tumia chumvi na utumia nini? Bakuli. Lakini hakuambiwa hiyo ndio itakuwa ikifanyika. It was for that moment. Hiyo chumvi ilitumika for that moment. Angechukua the same chumvi aende another well, haingefanya kazi. It is about the revelation. Wakamwambia sasa, hatutatoka hapa, tutakaa hapa, ama hatutatoka hapa bila wewe, tutaenda pamoja. Maana walikuwa wamemuomba ruhusa waende wakate miti wakajenge mahali kwingine, nao wakamwambia hatutoki na wewe hapa, maana walijua siri ya kuenda na mtumishi wa Mungu. Walipokuwa wakikata miti, lile shoka likaanguka ndani ya maji. Alipokuja wakamuonyesha limeanguka hapa. Kisha alienda akakata kijiti kutoka kwa mti. Hakuchukua chumvi na hakuchukua bakuli, alikata mti. Kisha akaupeleka ule mti kwenye pale shoka lilianguka, akavuta shoka likakuja juu. Lakini sasa ukifanya hivyo unaanza kusema fimbo ya Musa. Ati hiyo sasa ndio itakuwa tool yako ya kufanya kazi. When you have a no knowledge of understanding the calling you have, ndio unachukuaga hii maua unaifanya inakuwa sasa hii ndio tool. Unaambiaga mtu angalia hapo. Ukiangalia hapo maisha yako itakuwa mzuri. Hiyo ndio inaitangwa idolism. Una idolize. Unaanza kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sasa mkinifanya mimi ati mimi ndio pastor wenu, bila mimi hamwezi kusurvive. Hata kubreathe ni mimi. Kwa kitanda yako umeweka picha yangu, kwa wallet yangu umeweka picha yako, kwa wallet yako umeweka picha hapa. Kila mahali ukisema hii, kwa gari yako umeweka sticker. That is idolism. Hiyo ni kuabudu miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakupatia mafuta. Mafuta nikuwekee, sasa ukaifanya ile mafuta. Ukipata shida kidogo, ukienda kwa interview, ukiingia kabla uingie, unachukua hivi. Ukienda mahali kwingine unafanya kidogo kidogo, ama unajipulisa hivi eti kwa sababu imetoka kwa mchungaji. Huo ni uabudu wa shetani. Umenifanya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. So you don't idolize. Don't put a sticker in your car ikuprotect. That is a paper. Usibebe mafuta kwa kibeti. Ati Mungu wa Waruinge, ninakuomba Mungu wa Waruinge. Tafuta Mungu yako, achana na Waruinge. Ukifuata Mungu ya Waruinge, atakupitishia kule alipitishia Waruinge. Utakulwa risasi. Huyo ndio Mungu wa Waruinge. Utaenda jela. Huyo ndio Mungu wa Waruinge. Utakuwa mwizi, pickpocket. Huyo ndio Mungu wa nani? Hiyo ndio njia Mungu yangu alidecide kunipitishia. So wachana na Mungu wa Waruinge, tafuta Mungu yako. Wachana na Mungu ya Elijah na Jakobo na Isaka. No. Hawa wa Mungu walikuja kulingana na occasion. Hawakukuja kwa sababu wanafaa kukua hivyo. Mungu wa Musa siye Mungu wa Elijah. Mungu wa Joshua siye Mungu wa Musa. Lakini Musa alikufa, Joshua akachukua. Mungu wa Musa ni Mungu wa miujiza. Ni Mungu wa kubadilisha rungu inakuwa nyoka. Nyoka zinameza zile zingine. Sasa fanya hivi leo. Tuende pale ama tuchukue kijiti hapa, nigeuze ikuwe nyoka. Alafu niiweke hapa, niambie atakayetazama hii. Mtaniita nani? Musa saa hii akikuja katika ulimwengu huu sasa. Tutamuita nani? Ni mrogi. Ni devil worshiper. Jaribu saa hizi. Ulete nyoka hapa. Akanaenda ulete kanyoka weke hapa. Useme sasa nyinyi yote angalieni hii nyoka. Hamtasimama hapa. Kwa hivyo Mungu wa Musa alipofanya vituko zake, kisha akamlete Joshua. Joshua si wa miujiza. Joshua alikuwa wa vita. Mundu kumundu. Alichukua bunduki, akachinja watu. Akaua, akaambiwa nenda mji wa Ai, ukamate mfalme na ukamate watu wa huko, uwachinje kuku zao, ng'ombe zao na kila kitu, na usibebe chochote. Huyo ni same Mungu mwenye alikuwa na Musa. Sasa unashangaa, kule alitumia nyoka,
Kule alitumia rungu akapiga maji akapasuka kapita. Mbona hakutaka kuendeleza hivi? Because the purpose of Moses was not the purpose of Joshua. Every person has a different purpose. Moses was to build a tent. Joshua was to bring people inside. Aliyejenga tent sio ambaye analeta watu. Wale wamejenga tent, mwenye alijenga hii nyumba mafundi. Mafundi ni wagapi hapa? Hakuna fundi wa mjengo. Mafundi wa mjengo akijenga ni engineer akijenga. Amalize, aweke baka gate, apatiane kifunguo. Siku ile atapatiana kifunguo. Siku nyingine akuja ati kuna kitu nilisahau hapo, atakamatwa na watchman. Na atawekwa ndani na kutasemekana ni trespass na ni yeye alijenga nyumba. Because kazi yake ilifanya nini? Iliisha. Naye mama na baba wanaleta vitu kwa nyumba. Nyumba inakuwa ni yao. So the roles are different. And appreciate each different role. Ukienda kwa mtu mzee anaitwa Harrison Nganga, atakuzungumzia utakatifu, cleanness, being genuine, being clean, being smart, spiritually, physically, kila kitu. Ukienda kwa huyu mwingine, huyu baba yetu mwingine anaitwa Matuta, kukuona ukiingia pale anaonanga tu pepo. Riba baba. Tetemeka ukienda. Tetemeka ukienda. Yeye anajua hivyo. Haonangi hiyo ingine yote. Hiyo ingine ni yako. Ukienda kwa dada yetu wa elimu pale, anaonanga prophetic. Anakuona naona 10 years utakuwa nani? Ukienda kwa Mwiru, pokea. Kuna mtu anaenda kubarikiwa. Kuna mtu anaenda kuinuliwa. Hiyo ndio yake. Na alifundishiwa hapo. So understand the roles. Once you understand the roles, you will not make mistakes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaona mhubiri fulani ukasema huyo ni devil worshiper. Hapana, si devil worshiper. Aliambiwa paka watu matope kwa macho. Hiyo ndio aliambiwa na anafanya hivyo. Hiyo ingine wachana nayo. Na ukikuja hapa ukute hapa kanisa hii, ile mtaratara iko, fuata hiyo. Hiyo mtaratara iko ndio imekufanya ukuje. Na hapo ndio kifunguo yako iko. Otherwise ungekuwa. Sasa hizi kuna seminar kwa Harrison. Siku na mama mwingine nimemwona akikrosi barabara akiingia huko. Na sasa hizi ninamwona hapa kwa sababu amekosa amani huko. Amekosa amani huko. Kwa sababu ameabudu na Mungu. Choka wera ine wako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. That is characteristics of what? A calling. Tusome kitabu ya Jeremiah. Mnakisomanga sana. Jeremiah 1:4 inasema kuna vitu vitatu nataka tuviangazie katika hiyo verse. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. And I appointed you a prophet to the nations. So there are 3 things that happens to a calling. For you to know you got a calling. That is what I was preparing you. How do you know that you got a calling? One thing, you are known. Before I formed you in the womb, I knew you. You are automatically known. Nobody can challenge you. Nobody can say you are not known. Because it is only God who knows you. It is only God who is working inside you. So before you were created, before you came to this world, God knows you. You have been set aside because you are known. You have been marked. Tell your neighbor you are marked. So you are not an ordinary person. You are not like your sister. You are not like your brother. You are marked. You are known. Na how were you known? Ulijulikana wewe utakuwa nabii. Ulijulikana wewe utakuwa mhubiri. Ulijulikana wewe ni businessman. Ulijulikana wewe ni housewife. Ulijulikana wewe ni Asha. You are known. There is a title for you written in the book of Chronicles. This is so. Na story yake ndio hii. It is written. So being known defines what you become and gives you a responsibility and gives you a direction of your life because you are known, and you are known by what God made you to become. The materials ambazo zilitumika kukujenga ndio zinakutambulisha.
Huwezi kuwa na huduma na huwezi kuwa na process yoyote if you are not known. For you to be working in this church, you must be known by the administrator. You must be known by the manager. You must be known by the pastor in charge. You must be known. That is why you are working here. You get katika kampuni yote ile, you must be known to be allowed to get into the gate. Otherwise utapatiwa gate pass, na hiyo gate pass ndio itakujulisha imeandikwa visitor, so utajulikana kama visitor. Hauwezi kuingia kule na uanze kupita huku, watakusimamisha, watakuuliza who are you. If you are an employee, you have a tag with your name so that they know you. You are identified by your name. If you are married, huwezi kuwa na mzee na haujulikani. Lazima mlianza ka process mahali fulani, na hako ka process ndio alikuja akakujua. Najua, lakini sasa siku hizi tunabiana, hey, I like you, you look beautiful. Na ni kwa Facebook. Unaniona kama ule mzee rafiki yangu ananyang'anya kwa pesa kwa Facebook. Hajui mtu, hajui na hajai muona. Lakini hi, na anasema hi. You look handsome, na anasema you look beautiful. Ananyamaziwa. Kisha tena mbia hi, kupotea nayo. Oh yes, si uniseo niko hapa Kenyatta. Nakuomba tu unisave na 200k. Mamangu ameadmitiwa na hatuna pesa. Mzee na hajui ni hae na kupotea nayo ndio anajua. Anakibia banki, anatoa pesa, anatumia yeye. Alikuliwa 2.5 na mtu hajui. Sasa hapo ndio unajua kuna identity has lost. Any person without an identity is not a human being. Mtu mwenye hana identity, you are not a human being, you are a robot. You are an alien. You must have an identity. For you to go to travel out of the country, you must have an identity that you are a Kenyan. Any airplane haiwezi kubeba mtu yoyote who does not belong to a nation. You can't get into a plane. You must belong. And if your belonging will be known by your passport. You must carry a passport of Kenya so that you can have the identity. Ndio airplane ikubebe. So you must be known as a Kenyan first. Then you be carried. And number 2, watakuuliza kule unaenda, wanajua unaenda? Unasema ndio. Basi toa visa. Unatoa visa iliyo na picha yako na document zako, majina yako. Kisha unaingia kwenye ndege. From there tena ukienda, ukifika kule unafika, wanakuuliza umetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3 wanakuambia leta visa. Unanaangalia. Kisha wanakuweka kwenye kamera, maana ukitoka Kenya ulipigwa picha macho yako na vidole zako zikachukuliwa. So the time ukienda kwenye airport ushuke, message yako imefika Amerika. Kushuka tu hivi, kamera zinasema ndio huyu ameingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona tu unapita lakini haujui kuna kamera. Ukipita tu hivi unakuta kuna kamera. Zichachukua picha yako, huko wameangalia visa yako, ukienda kama Tabombeki, Oliver Tambo South Africa. Hakuna mtu atakuuliza passport yako. Nobody. Ukishuka tu ndege, unaenda ukipita. Kamera zizachukua picha yako, wameingia kwenye system, wamejua wewe ni wapi, venye ulijaza, wanajua. Kama ni mtu wa kufuata, unaanza kufuata kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they know you. In ministry, you must be known in heaven. Wale watu unaonaga masubua kanisani anakuja anaanza kuvuruga watu, is because you don't have an identity in heaven. Ulijiidentify na Waruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not identified with God. You are identified with Waruinge. That is why unajaribu, lazima ukuje chini nyuma ya Waruinge ndio ukue nikionekana unaonekana. Lakini kama you are identified from heaven, anywhere you go they will know you, who you are. Bwana Yesu asifiwe sana. They will understand what you are going through, and they will understand you are in a process of God, and this process of God you are in umefikisha kiwango fulani, so they know how to handle you. Mtu yote mwenye ako na calling akikuja kwangu ninamwambiaga wewe uko na calling, but kuna shida.
Na hii shida imetokana na kule umetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imetokana na wazazi wako. Maana guka yako alikuanga muganga. Na kama alikuanga muganga, wewe haukukatwa kitovu ule ukatanishwe na uganga wa baba yako ama guka yako. Meaning hata sasa wewe ni mchungaji lakini wewe ni muganga. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukimpeleka uende kwa matuta pale, umwambie hizo story, anakuambia hizo story haziko kwenye Biblia. Kwa sababu yeye atakwambia ni mademoni inatolewagwa. Lakini mimi najua kuna misingi na foundation, because that is how I was called. Kuangalia misingi ndio tunaita foundation, na ma bloodline na spirit, kila kitu ambacho kinakutoa mbali. Ndio tunaweza kudiscuss hapa na kuambia Yesu mahali alitoka. Kitabu cha Matthew chapter number 1 kinasema the chronology of Jesus Christ. Inaanza kusema ya kwamba Jesus is a son of who? Yeah? Is a son of who? Yeah? No. So mnaona sasa mlizoea makanisa ya miujiza. Makanisa ya miujiza wachaneni nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Miujiza nitakufundisha. Inasema the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Is the son of who? David. And David is son of? So genealogy of Jesus Christ is not Joseph. He's the son of David. The son of who? Abraham. Sasa ukiteremuka utapata Juda, utapata Jacobo, utapata Davidi, utapata Jesse, utapata hivyo mpaka ukampata Yesu. It was a prophetic lineage that got the power and deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. So what if I want to help you? Mimi sasa ukikuja kwangu nitakuchimba, nikufuate nyuma ndio nijue what is really ailing you. Ukienda kwa mchungaji mwingine wa mapepo, hata angalia, hana interest, ana interest na lile pepo limekukamata na litakuondoka. Lakini ukienda nyumbani, shida unakuta zimekugoja nyumbani, because you never addressed the real thing that is eating you. Some of us are suffering. Me, I was suffered. Nimeenda jela for those many years. Nimepigwa malisasi for those many, not because I was a criminal, but because my lineage imetoka kwa mtu anaitwa General Waruinge, ambaye alikuwa the freedom fighter. And previously kutoka hapo nimefuatilia zaidi, nikakuta mpaka his father was mugaga. Huko nyuma na ukiendelea walikuwa katika lineage ambayo ilikuwa na hiyo mambo ya kuona na hiyo mambo ya ugaga. So when I was born many years down the line, nilianza mambo ya Mungiki. Venye Guka alianzisha Maumau, kwa sababu my grandfather ndiye alianzisha Maumau, wakiwa na Kemadhi, wakiwa na Itotia, wakiwa na Madhenge, na wakiwa na mtu anaitwa Kongo Karomba. Hao ndio walianzisha Maumau. Baada ya hao walibebwa na wazungu, wakapelekwa kule vita vya Second World War, wakaenda kupigana vita huko Italy, wakapigana na Waitaliano. Kube Waruinge alipopatiwa bunduki, akafundishwa kutumia bunduki, akaambiwa lega kale kamzugu, akakagoga, kakaaguka kwa sababu akakakufa. Hapo ndio walijua kumbe wazungu wanakufanga. That's the time they discovered. Huko Wakamba walikuwa nasema muzongono utangai. Ndio sio kuwa hakufangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata believe yote tulikuwa wakati wa zamani walikuwa najua mzungu hakufi. Sasa walipopelekwa huko, na ni Mungu husababisha mambo kama yao yakafanyika. Ni Mungu husababisha, ndio awafungue macho, aliwapeleka kule. Ndio ufunguliwe macho, ndio ujue your ministry, your line lazima upitishiwe kwenye hiyo jambo. Kama wewe umeitwa calling ya kuombea watu wagonjwa, lazima upitishiwe kwenye ugonjwa. Kama wewe una mapepo, calling ya kutoa mapepo, utapitishiwa kwenye majini na wachawi na waganga. Kama uko na jambo fulani, utapitishiwa kule. For Moses to liberate people, alipelekwa kwenye familia iliyokuwa imekamata watu. So I understand from the family level, these people, this is how they hate us. And that's why he had the capacity to be able to liberate the people there. So when I understood, nikajua shida yangu ni nini, nikajua it is not me. The Bible says, before I formed you in the womb, I knew you. So before your mother and your father came together, you were known. Kabla mama yako na baba yako wakutane, ndio watogosane pale kwenye maigoya, bakule madazi na chai, ulikuwa already ushajulikana.
And before your mother, you was born by your grandmother and your grandfather, when he existed, and your grandmother when he existed, you are still known. Bwana Yesu asifiwe sana. Before your grandfather and your grandparents, bado wewe ulikuwa na nini? Ulikuwa unajulikana. And before the great grandfather and the great grandmother akuje, you are still known. Bwana Yesu asifiwe sana. So how old are you? How old are you? Sasa ukifuata family tree yenu ndio itakupatia how old you are. Hebu simama juu kidogo nikutumie. You may be in your 30s, but if I look at you spiritually, you are over 2,000 years. Because you are known before your grandmother. How old is your grandmother? Yes, how old is she? She could be. Yeah? Sorry? How old is your father? How old? I'm asking you, how old is your father? 63. Saizi angekuwa na miaka ngapi? Alikufa 63. Miaka ngapi tangu akufe? 9. Ongeza 63 plus 9. 72. Sasa huyo ni baba yako. Alikuwa last born ama first born? Hapo katikati. Meaning kuna wengine wako na 8 na 90 huko juu. So grandfather yako alizaa akiwa na 30 years. Ongeza katika 90, ongeza 30. That is how old he is. 120 years, for example. Kabla yeye azaliwe, aliyemzaa wewe ulikuwa unajulikana. Huyo mwingine alikuwa na 190 years. Kabla huyo azaliwe, wewe ulikuwa unajulikana, aliyemzaa. Sasa ukirudi nyuma utapata uko na miaka 800 na 700. Wewe ni kama mtu tunaonanga kasichana na ndio unaonanga kwako ndio unaonanga kwa nyumba, you are stubborn, una behave tu kama mzee. You are a young person lakini your character and behavior ni kama ya mzee kabisa. Hata watu wanakuogopaka kwa sababu you are irritating, kurudililia kitu kimoja. Ukiona una tabia ya kurudililia kitu kimoja, unataka kuexplainiwa, you are very old. Ni venye ushiki. Ni kushika, huwezi kushika, unabidi mpaka ukaikarathi gutariria. Riu ri tuma hau twathie turagurire gikombe, turagura ati muragura gikombe kia blue kana kia yellow. Sasa unakuta anarudililia na ile unataka kujustify kitu, unataka kungangania kitu mpaka hiyo kitu kakwendi yako. You are very old. Na watu kama hao wahepe kidogo kwa sababu wanaonanga ukiwa mjiga. Hawaonagi kama ndio wanaonanga ni kama wao ndio walifanya ufike hapo. Kwa sababu ile age yake, angalia Uhuru wa Kenyatta. Wakati Uhuru amekuwa president, alikuwa kijana. Wakiwa na Ruto walikuwa wanasema wao ni youth. Lakini alipokuwa akitoka kwa president, aliita Ruto kijana, yeye akajiita mzee. Kwa nini? Kwa sababu baba yake akimzaa alikuwa na 78 years. Kwa hivyo genes za mtu ukizaliwa na mzee, genes zako zina attempt kupanda juu to the level ya hiyo mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanapenda wababa si wale wa miaka ile ya kwenda juu sana. Mchuke sana, msiachane na difference kubwa. Wachana na difference ya 20 kurudi chini. Kwa sababu kale katoto mtazaa kama mzee. Atakuwa ni 1 year lakini age yake ni ya huyo mbaba wa 80 years. Kwa hivyo utakuwa umezaa katoto ka 80 years. Character na behavior unakutanga ni katoto ka miaka 5 lakini hata venye kanatembea unaona ni kaguka tu kanatembea, hata venye kanafanya vituko ni kaguka kwa sababu ya genes. Bwana Yesu asifiwe sana. So then ukipata mtu ambaye ni so much irritating, kurudililia kitu kimoja, kurudia ni one situation, that is what you know. Huyo ni mtu mzee sana. Jaribu kumhepa. Ukiona ameuliza maswali mingi na anataka kujustify na anataka ajulikane na anataka asemekane na anataka aonekane, ati mnataka lazima mjue calling yangu, lazima mjue venye mimi niko, lazima mjue mimi nitabue. Huyo ni mama na baba mzee, ako na miaka 100 na kwenda juu. Hata kama mnamuona ni 30 years, that's an irritating purpose na hakuna mahali mnaweza kwenda na yeye. In a church like this when uko na hawa watu wawili, kanisa inaanguka.
Bwana Yesu asifiwe sana. So you must mark them. Ukijua, unajua Nase ni moshosho, unajua Julia ni moshosho, unajua huyu ni moshosho. Sasa anza kucheza na akili zao pole pole. Either uwarudishe chini wakuwe kwenye age ambayo inafaa, ama release them to go. Kwa sababu hakuna siku mtasikilizana. One must be down. Hallelujah. So those are the characteristics of a calling. We are in the characteristics of a calling. How do you know? How do you know what kind of a calling you have? Because you need to understand the calling you have. That one will make you succeed and will make your work easier. Hautangangana. Labda wengine hapa mnasafa, mnakuja maombi hapa, na ni calling yuko nayo. Na iko sababu umekataa kabisa kwenye hiyo calling, ama haujui, unangangana na mambo haujui, unapambana, nothing is working. Unasema ni kurogwa, unasema ni umasikini, unasema ni magonjwa, hauelewi, unapelekwa hospitali zote, hakuna hospitali inakukubali kwa sababu ugonjwa hiyo haijulikani, mpaka unasikia unaitwa hyposonomia, hyporinokota, yani wanakutafutia kijina tu ndio wakutoe kwa hospitali. Uliza madaktari watakwambia, wanakutafutia kijina tu hauelewi, unasikia ni hyposonomonia. Sasa ukiuliza hyposonomonia ni nini, haujui, wanakuambia ni terminology ya kidaktari, lakini wamekwambia nenda nyumbani, wanakupatia panado kama 7, wende ukakule. Kwa sababu wamediscover there is something here wrong. Bwana Yesu, si ndio madaktari? Si ndio mnafanyaga watu? Tuko na daktari mmoja hapa. Hivyo ndivyo wanafanyanga. Wanakupatia tu kitu. Hallelujah. So to you to have the identity is able to understand what is in you. To be known, it is you to know what is in me. Sasa ukijua what is in you, hautangangana nansi. Ukihudhuru ni hujia, na ukihudhuru ni andu wa biashara, na huwezi kutumiwa hata na politician. Hapana, utakuwa in your line. Because of me losing my identity, I found myself in politics, I found myself in Mungiki, I found myself in all over. I was in jail, I was all over. In every piece of crime, I was there. Because I didn't know myself. Had I known myself, ninge streamline myself on that line. But this is a hidden secret from heaven. Because God must pass you through a generation, a lineage, a process, so that process will become a testimony to glorify his name. Hallelujah. So don't worry about what you're going through. And that is why today you are here. That is why uliangalia. Kuna mtu unaweza kumuuliza nini channel ya Bethel, akuulize ni nini hiyo. Kuna mtu unaweza kumuuliza channel ya Semokei, akuulize ni nini hiyo. Na anaionanga anapita. Bwana Yesu asifiwe sana. But because kwenye hiyo level haujafika, hautaona. Utaona wakati level yako, wakati hitaji lako la kutolewa hapo limefika. When your process is now ready, when you are ready to be removed, that is when you will see Bethel Clouds. That is when utasikia kuna Dora Waruinge. Mpaka unaanza kuuliza Dora Waruinge ni mgani? Ni yule wa Mogeke. Unaambia ni huyo guy. Watoto waraku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama dada yangu pale rafiki, tulikuwa tunakunywaga nao pombe kule Gong. Ule pale. She's my friend. Baka nilimuuliza tu, nilifikiria aliponipigia simu anakuja, alifikiria sikumjua, lakini mimi nilimjua. Sasa nilikuwa nataka akikuja hapa nione atanitambua aje, kwa sababu wakati tulikuwa tunakunywa pombe kuna ile lugha walikuwa natumia yangu. Sasa nilikuwa nataka kumwangalia, nimekaa naye kwa ofisi tu, nitaka kuona ananitambua kama mtumishi ama kama fellow drinker. Yes, because yeye alikuwa, she has a calling, a very powerful one. But sisi wote tulirushwa wapi? Kwenye Muratina. And this is purely made to destroy your destiny. Ile kule unapitishiwa, the kind of people, unakuja utapata bwana muganga, na mkikutana naye mlikutania kanisani, lakini bwana ni muganga na atakuoa. Purposely amekuja kumaliza destiny yako. So by the time you discover you are having an atomic bomb in your house, you are finished. Utahangaishwa, hautasimama hata siku moja. Unamwambia unaenda kwa kazi ya Mungu, anakuuliza Mungu gani? Na yeye ni elder wa PCA, ni elder wa SK, ni elder wa kanisa, anakuuliza Mungu gani? Kwa hivyo unajiuliza, kwani kuna Mungu wangapi sisi kwa hii nyumba tunaabudu? Sisi tunasemaka Yesu Kristo. Little did you know, Yesu kulikuwa Yesu Josto na kulikuwa Yesu nani?
alikuwa anaitwa Josto. Josto. Na kulikuwa na Jesu mwingine na mwingine. Ndio hawa wana wa Skefa waliulizwa nani? Huyu Paulo tunamjua. Na Yesu tunamjua. Wewe unaongelea kuhusu nini? Because kuna powers zingine zimetumwa kwako to make sure that you don't succeed. And the devil will make sure that he gives you a better identity than the one you are given. Bwana Yesu asifiwe sana. The devil made me to become Mungiki. And I became so powerful in this nation. Na nikakuwa president. I used to go with a convoy ya magari 12 kama president. Nilikuwa naishi nyumba yangu like a king, guarded like a king, living like a king, eating like a king, and being followed like a king. Because they knew the day I was born, they also knew a king has been born. So what they do? They shift wanakubadilishia identity. So most of us, we are servants of God, but our identity zimebadilishanwa. Kwa sababu Yesu wakati kulisemekana kumezaliwa kijana ambaye atakuja kukomboa dunia, mfalme alisema vijana wote wauliwe. Wakati Moses alizaliwa kulisemeka vijana wote wauliwe. Sasa in the process, every person that can come to bring havoc akuwe amekufa. They change your identity. You are not supposed to venye uko. You are not supposed to be what you are. You are supposed to be a different person. It's only uliangukia kwenye mikono iliyokubadilisha from whom you are, ukaweka ukafanyika kitu kingine. Na kule walikupatia a comfortable life, a nice life, na wakakumagnify to what you are supposed to be on the other side. So ukijiona, wakati nilikuwa najiona Mungiki hapa nikitangazwa kwa maredio, nimebeba madiokole na kirugu na ninavuta tobacco hivi, na kwambia kila mtu, nilikuwa nakipita watu wote wanatetemeka, nasema mimi ni king. Lakini little did I know I was to hold a microphone to liberate the world, not to change, not to kuvuta tobacco. I was to bring life to people. I was to come and tell you what is holding you. I was come to tell you that God is a God of another season. God is a God that will lift you up. He's a God that will comfort you. He's a God that will give you a genuine kind of life. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the role they exchanged. Wakanibadilishia. Mimi, hii nyumba ilijengwa 1930. The year my mother was born. Na lakini ndani yake iliandikwa jina Waruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao wale wa shetani walijua, wakanibadilisha, wakaniweka kwa Mungiki. Ningeendelea kukaa kwa Mungiki, bado singejua hii nyumba. But the day nilirudi kwa line na nikaanza kufuatilia, ndio watu kama Recho walitumiwa kunisaidia. Ukiuliza Recho ni nini alikuwa naona kwangu, hakuna, lakini tu yeye alikuwa nasikia kitu kinamsukuma tu, mulipie ranji, mnunulie kitu, mnifanyie hivi. Mpaka kuna viti za ofisi tulinunua zilichotwa, ziliauctioniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waliponibadilisha, walinitoa kwenye mamlaka na mafundisho ya kiungu, wakaniweka kwenye mamlaka na mafundisho ya kishetani, kisha wakainua yale mafundisho, na nikaonekana mimi ni mkubwa sana, na nikaona mimi ndio nafaa, na nikaona mimi ndio peke yangu, nobody can be able to touch me, and that's why I became a great leader in this nation. But when God came, na nikaambiwa hiyo yote ilikuwa fake, you have to start again. We were reduced to poor. Mimi nililipa, huyu alinipatia 50 bob, 50. Mtu alikuwa naenda na convoy ya gari 12, na kwenye dashboard yangu huko kwa buti ya gari nilikuwa naekanga milioni 5 za kwenda za kukula madasi kwa barabara, with a convoy of a security watu 36 wale ambao nilikuwa natembea na wao. Lakini huyu alinipatia fare baada ya kuokoka. Mpaka sasa unajiuliza, kwani hiki okoko kilikuwa nini? Imagine reduced to be a beggar of 50 bob from a millionaire. A person alikuwa na spend 1 million yangu moja kutumia ni kama shilingi 100 kuweka hii mfuko ya chati. Nakuja na kuangalia, mami, how are you? Naonekana una dhina mwingi, niki kiuru nawe. Unarudi hapa unatoa 100,000 na mwapatia na unaenda. Hapa Intercontinental nimewaste more than 30 million na kulipa nyumba, kulala. Nakomboa nyumba Intercontinental ilikuanga 70,000 one night. Nakomboa Serena 100,000 na nakomboa Stanley Hotel 100,000. Tunakomboa 3 kwa pamoja.
ndio ukisikia hapa hakukupendezi, kuna room nyingine pale. Unaredisiwa to be a beggar. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama kama yule anakuja ndiye anakupatia, wale wa mama ulikuwa unawadharau kwanza, alikuwa anavanga miniskirt. Anakuja na kama miniskirt kake anakupatia 50. Nakumbuka mimi sikuwa nakaribia mwanamke amevaa miniskirt, sababu akaniletea miniskirt ndiye itakusaidia. It is when you are being taken back to where you belong. It is when you started rediscovering yourself. So kama uliokoka na shida zikaanza kuanzana na wewe, ni ile government na ile structure ya maisha yako iliangushwa ndio uumbwe tena upya. Na ndio tunataka tunaimba ile wimbo tunasema niumbie moyo mpya. Moyo wa nini? Wa kunyenyekea. Moyo wa nini? Wa kunyenyekea. Ukiambia Mungu akuumbie moyo mpya, maana wakati uliokoka unamwambiaga kutoka leo sitafuata shetani. Ninakuomba Baba unijenge tena, uniandike kwenye kitabu, unifute kwenye kitabu cha mauti, uandikwe kwenye kitabu cha uzima. Ni kumaanisha nini? Watu watolewe kwa register, wewe uwekwe. Utapata register iko watu 5,000 wako wanagoja kwa laini. Sasa kwa sababu umefutwa kwa ile kitabu kingine, ukiandikwa hii kingine utaongoja line ya watu 5,000. So in the process of waiting for those 5,000 people waweze kutimiziwa, waweze kufaulishwa katika malengo mbalimbali, hiyo process ndio unatengenezwa, unaundwa vizuri, unatolewa kila kitu ile inafanya umee pepe, ile kitu inafanya uonekane mkubwa, inangolewa yote, unangolewa mpaka unakaa sasa wewe mwenyewe. Nilikuja hapa railway station, nikakuta laini imepagwa kubwa sana. Ile ilikuwa inaendaga hivi, inakaa kama nyoka, inaenda hivi, ya watu wakipagia laini. Niliingia kwa laini hivi, nikaona watu wameangalia hivi na hivi, laini zote zikabomoka. Niliwachwa hapo peke yangu. Matatu zote zikafuga milango, kusemekana ni washo. Hakuna matatu ilinibeba. Nilitembea mguu kutoka hapa mpaka kule Gongo. Siku ingine tena nikafanya hivyo. Nilipidi niende Kenyatta wakajua niko huko. Nikaenda kona Dagoretti kona. Nikaingia kwa sababu kulikuwa usiku saa 3 usiku. Hawakunijua. Makaga kuja kunilipisha pesa, akaona ni mimi. Alirudi pole pole. Akaenda kaambia dereva, huko. Dereva alipeleka Karen police station gari. Ikasimamishwa karibu na mlango ya OB hivi, wakipiga duru. Na driver na makaga waliruka kwa OB, wakaenda padili ya ndani. Wakaambia polisi, hapo kuna mtu. Sasa hawasemi ni nani kwa sababu hawataki. Sema huko, huyo huko. Sasa polisi wakakuja, tukalalishwa chini. Ndio OCS alikuja akanijua ni mimi. OCS alinibeba na driver baka Matasia. Nilikuwa nimekoboa kanyumba hapo Matasia. Unakajua pale nilikuwa nimekoboa? Pale kwa Jehovah Witness, ile kanisa Jehovah Witness. Hiyo nyumba iko hapo ya mbao. Hapo ndio nilikuwa nimejificha. Nilipelekwa na driver na huko nilikuwa nimejificha, serikali isijue kule nimejificha. Sasa serikali ndio ilinipeleka mpaka wapi? Mpaka nyumbani. So when God is dealing with you, he is dealing with your identity. And when you are being dealt, your identity is being dealt with, it is too much suffering, too much crying. Na ukiwa mang'aa utakuwa now the system ya Mungu inakuanga mang'aa kwako, because kama wanasema utaanza kutumika next year mwezi wa 8 ndio utaanza kazi ya Mungu, ndio itaanza kwako. The angels ambao wana deal na wewe wanaambiagwa limit ni mwezi wa 7, mtuletee mtu mwenye amepikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtuletea nini? Mtu mwenye amepikwa na ameiva na mmempatia identity. Sasa kwa sababu wewe ni mang'aa na ministry yako ni ya healing, wanafanya nini? Wanaachilia moto kama hapa, ukipita tu moto inalipuka, unachomwa. Unapelekwa Kenyatta, unatuliziwa hapo. Utakaa miezi hiyo mpaka ukae sawa. Ukitoka huko unasema Yesu ni Bwana. Sio ndio system ya Mungu. Kama Mungu amekupatia kibali cha kusaidia maskini na umekuwa mang'aa, unasema hiyo kasi ambisi sitaenda. Nasikia ati mnaenda Nakuru, ambisi niko tomana M-Pesa. Wacha nikwambie, kaduka yako kote katawekwa chini. So most of us are suffering not because of demonic attack, are suffering because of refusal to listen to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Refusal to get into your office, because your office is iko na imefunguliwa na iko na secretary, iko na viti na kila kitu, inaogojea tu wewe, and it is only you, because the identity you have ni wewe peke yake unaweza. Na kuna watu umetengenezewa, watu 10,000 wale watapitia kwa mikono yako, na lazima wakuje na lazima wapitie.
Na mmoja akikufa unafinyo, mtoto wako anakufa. Mmoja akikufa unasikia umaskini kwako inaingia, inakukamata mpaka unaenda kwa pastor unasema niru hali aginyete daiwa gukua. Hapa sasa ndio Mungu anakufaga, kwa sababu sasa wewe umekubali kukufa, Mungu akupatie moyo mwingine. For you to be used by God, the former you must die. Sasa wakati nakujaka nasikia unajania maisha bako ukata yanga maisha ni daiwa aginyete maisha. Sasa najua bas, this is the right person to start holding mkono, kwa sababu si yeye, ni chombo kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiona umepelekwa kwa kona, kwanza kabisa kabla ya kukimbia kwa definer, aende akudefainie. Kama utabia kwa hiyo nabii, aende akunabiie. Kuibia kwanza kwa magoti ulize Mungu, am I in the process? Niko rugodera rugo, nikutengenezwa na tengenezwa ama ni shetani ananipiga? Because most of these things, if you are called by God, na wale watu wanakujaga kwa hii ministry hii yetu, watu wengi si shetani. Unajua mami, watu wengi si nani? Ni kutengenezwa, unatengenezwa. Sasa unakuja nikwambie, process ya kwenu iko hapa hapa. Guka yenu alikuwa muganga, kwa hivyo wewe ni muganga. Kwa sababu nitakufungulia kitabu nikuonyeshe hujakatwa kitovu. Kama hakijakatwa, connection ni ile ile ya guka. Kwa hivyo wewe na guka na ujilisti wako na upasta yako, wewe ni mchawi na wewe ni muganga. Nikuanzie hapo. Watu wanakuja kwa ofisi yangu na wabia hivyo wanastuka. Na ukienda kwa kanisa zao, ndio wanajulikana kama watoaji, ndio wanajulikana kama intercessor, ndio wanajulikana kama wale watu wazuri kabisa kanisani. Alafu unamwambia wewe ni mganga, wewe ni mchawi. Mtu anakuangalia tu hivi anashindwa. Waruinge kagorokire. Nie de mudomogo. Nie de morogi. But it's true, because your genealogy says so. Until the time Jesus defeated death, na akashinda all the spirits of immorality and all the spirits that operated in their life, that is when the mature death in the lineage of Judah ilifika mwisho. That is the time immorality in the process in the lineage hiyo ya Yesu ilifika mwisho. Immorality ilifuata mpaka Yesu, baka kumfuata mpaka kule kwa mto, kwa sababu alitoka kwa familia iliyokuwa na full of immorality. Nyumba ya Juda. Juda ni mtoto wa Jakobo. Jakobo ni mtoto wa nani? Isaka. Ukiangalia lineage hiyo yote mpaka kutoka kwa baba yao Abraham, ni watu walikuwa na ujangili ya umaraya. Abraham si alitembea na maid? Kama hakutembea na maid, hiyo ni Ukristo. Kisasa ni Ukristo. Nanze ukiwa ni dahe tokile na maid ya kule ndio kuhiga thiko ithatu. Yes. Na ndio imeleta hii kitu tunasumbuana nayo ya Uislamu. Na unaona Uislamu bibi 5, bibi 6, bibi 8 imekubaliwa. Kwa sababu the act ile ilifanyika ndio ilete huyu mama anaitwa Hagai na Abraham. Ni kitendo cha usharati, kwa sababu mama alikuwa, Sara alikuwa, na Sara alikuwa ameambiliwa atazaa mtoto, lakini kwa sababu ya tamaa ya mtoto wakafanya kitendo cha usherati. Na ndio naona Uislamu lazima uoe wanawake wengi, unaruhusiwa, maana foundation yao ni nini? Ni usherati. Na kutoka hapo uteremke uende kwa Jakobo. Jakobo alichukua wangapi? 12. Wale watu tunajua 12, mpaka ma housemaid na sisters akachukua, akatembea na wao. Uende kwa Juda. Juda mtoto yake alifanya nini? Alioa bibi, kisha kuoa bibi. Bibi alipokufa akachukua bibi ya the 2 sons na akazaa na wao. Twende kwa Daudi. Daudi baka anaangalia mwanamke akioga pale, anasema nilete yule the Herodia. Well, security that potato niletewe, because the spirit ya immorality. Na alipoona atajulikana, akasema mzee apigwe risasi akufe. Na mzee alikufa. Kisha akachukua bibi na akasimwambia sasa tutazaa watoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atembea kwa maji kwa mto. Ni nini kilimvuta? Akaenda mpaka kwa mto peke yake. Na wakati mwingine Yesu alikuwa anatembea peke yake. Alikuwa anatembea na watu wengine. Ni nini ilimvuta? Ni hiyo spirit ya immorality.
Kuenda kutokelezea kuku, akakuta kamama kanachota maji, kamama kasupu. Akamwambia wetagwate, akaanza kuligalika kama unaweza kunijua wewe ungemenya. Na kutoka hapo kimama kikaanza kufuata Yesu. Na kikaenda kikanunua mpaka mafuta mzuri, kwa sababu alijaribu kuapproach huyu jamaa, akamapproach akakuwa is an approachable. Unajua kuna mtu unakaa na yeye ukijaribu siku moja atateleza kidogo uchukue. Yesu hakutelezeka hata kidogo, maana alikuwa na protection ya kiungu. Hapo mama akaenda akanunua mafuta the most expensive. I was reading another book nikasikia ni mafuta the most precious and most expensive. Akasibia Yesu, mimi nitakufanya massage. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitakufanya massage na nini? Na kanywele. Yes. Akaanza kumupagusa miguu na kanywele. Nywele yake anaanza kupagusa na kichwa hivi, akipanda juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua hawa jamaa walikuwa havai trosa, walikuwa nafanya ile kanzo kama ile ya Waislamu. Baka Juda wakaangalia wakaona hapa, hapana, hii haiwendi hivyo. Hii imeenda. Wakasema hii imeenda. Akasema hapana. Juda akakuja akaambia Yesu, si tugeuza hii mafuta. Si mafuta walikuwa na pesa nayo. Maana walikuwa najua Yesu alikuwa anashika samaki. Anasema kata hiyo samaki pesa inatoka. Lakini wakasema hivi mafuta tuuze. Hii itaweza kutusaidia. Lakini walikuwa nakata ile roho, kwa sababu ilikuwa imeanza kupanda. Haitabui roho ya usherati, haitabui ni nani? Haitambui ni nani. Ikikukumata, na ndio nani alisema, ni Paulo ama ni Timothy, alisema hii ni kutorokewa, inatorokewagwa. Bwana si maombi ati Baba ninakuomba uniondolee roho hii, Baba nakuomba uniondolee Mary, Baba nakuomba uniondolee. Hapana, hii uombi ukiomba inakurushia maneno. Baba nakuomba waambie Mary anipende, na ulikuwa unataka kuomba uniondolee Mary. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakukamata vibaya, na ikikukamata imekukamata, huwezi kutoroka. Hakuna mtu hajaipitia kwa hiyo majaribu ya usharati. Hakuna, usiambie na mtu. Kama Yesu mwenyewe alikuwa amekamatwa na masaji. Kwa sababu na nyewe akalia nini? Na mtu anaitwa nani? Samson wakati alikataa kukamatika kabisa, walimtafutia tu kitu. Akamwambia kaa hapa mzee. Wakamuuliza ni nini? Baba yako iko wapi? Akasema hapana, siwezi kusema. Huwezi kusema? Sawa basi. Akaambiwa kuja. Akalalishiwa hapa. Sikio moja likaambiwa sikiliza maneno kutoka huko ndani. Aliposikiliza ripoti akasema iko hapa, baba iko hapa. That is how powerful that thing is. That is how powerful that spirit is. It is, ukiona mwanaume, pastor yako, bwana yako, kila kitu yako anapotea towards that line, msaidie kutoka. Jaribu sana umsaidie, si kupenda kwake. Tulikuwa na waelimu hapa, mlisikia waelimu wakifanya akisemaje? Anasema anakuita jogona. Kabla ukule breakfast nikule yangu. Kabla ulipe nyumba yako nilipe yangu. Kabla ufanye hivi nifanye hivi. Kisha anasema hizo majini zinatumwa, nenda mumulete. Within 2 hours analetwa. Sasa huyo ni elder wa kanisa. Ni pastor. Unajikuta mimi nilikuwa na drive gari kutoka hapa. Sasa hiyo elimu alipotuelezea ndio nilikumbuka story yangu. Nilikuwa na drive saa 9 usiku, tulikuwa tukikuja na hapa pale Gong. Na chomoa gari na waambia nijokete. Kumbe nimeitwa Nakuru. Saa 8 usiku na drive mpaka Nakuru. Na kifika huku naambiwa wewe, nimeshinda nikupigia simu. Ulikuwa wapi? Ulikuwa kwa hiyo mara zako, umekuja sasa unihiko aliki au mara nihigoka. Rugutinda kweterea go kuna kwenda kabesha unagera girima na 5. Kwenda kabesha. Rugwikara atia. Ni stakio, relationship hii yako. Hii staki naweza kumbebeleza na mwambia, "Ni pesa tu kwenda ka. Acha kukue mchana tuende nikachukue pesa." Ama ziko kwa gari na mtolea 500. Sasa unashindwa. Wewe ni general, Kenya mzima inakuogopa. Lakini ikifika huko nakuja mkia naweka hapa. Kumbe ni gedito, kumbe ni kanyama niliwekewa. Na chapati kakaliwa. Sasa hii ndio nimekuja kujua. Acha nikwambie. Nimesikia vibaya sana. Wakati elimu alikuwa na tabata. Nikajua kweli hii kwa sababu nilikuwa napikiwa. Na kumbe ni kamaini. Na nilikuwa napikia kwa breakfast ya kamaini. Kama sasa hiyo nikihahadwa napikiwa kwa breakfast ya kamaini.
kumbe ndio kalikuwa kanatumika. Hallelujah. Ni Mungu tu anakuokoa. It is not you. You got no power to rescue yourself from that. It is only God who can save you. Na ukiona mtu wako anapotea, jaribu kumkibiria, mshike tu, si kupenda kwake. Ukiona mwanaume amepotea ama bibi ameenda, hata bibi wanawake wanafanyagwa hivyo. Hiyo usiniulize kanyama kanalishagwa wapi. Wanatumiaga mbinu zingine, lakini kwa bia ukiona mtu amenyakuliwa because identity yake imekuwa distorted, because it is the plan to distort your identity so that ile kazi ulipatiwa isianze kufanya uikwe diverted to another thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, before you were born, I consecrated you. Now, tumejua being known, it is to set the agenda for your purpose in this world. Now, after you known and your agenda had been set, now you are set aside. So before you were born, I consecrated you. So you must be set aside, and that's why they don't understand you. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why tukikuona tuonaga mugoroki. Tikwenda gwaku niko igwo igetoke herini. Umesetiwa. Ndio unaona people have rejected you. Businesses have rejected you. A husband has rejected you. A wife has rejected you because you have been set aside. Na umefugiwa mahali for kutegeneswa. Nasi kutegeneswa. Ndio unaonaga mahali wote ukienda watu wanakureject, watu hawakutaki stories zako, watu wanaona kama wewe ni mbaya. Ukienda mahali unaonekana kwa sababu wewe si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe ni mtu ambaye ako na vitu vingine havieleweki. Wewe you are na mnyama wa kichaka, you are one and the same. Hata maneno yako venye unaongeaga watu hawakuelewi. Unaambia watu maneno wanashindwa, what is this are you talking about? Bwana Yesu asifiwe sana. Because you have been set aside. And that is the most trying moment of your life, when you have been set aside, because you disagree with everybody. Your character and behavior and all your systems haipelekani na kila mtu, na most likely wanakuitanga mganga ama mchawi. Hapo ndio unaona wakati uliitwa mchawi uko kwenye hiyo setting, you've been set aside because you are confused. Uliwekwa na haukuambiwa kule unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliwekwa na Mungu na akakuja akakuweka mahali na akakufugia hapo na akaenda na anaenda Dubai na anasima simu. Sasa wewe ukijaribu kungangana kutoka huko, haujui kule unaenda, because your identity inajulikana, wewe hauijui. So you are set aside, upikwe, utengenezwe, uivishwe, ndio kile kiliko ndani yako kitoke, na vile vingine vimejishikilia ambavyo ni vya kishetani viweze kukatakatwa. Hapo ndio branches zako zile zimemea, mapembe zinakatwa. Na imagine sasa uko na mapembe kubwa, inakatwa, unasikia uchungu aje? Wewe umememea hizi zinaitangwa shoot, hizi tunakataka pruning. That's the time you are being pruned. Hiyo mapruning zako zimekuwa ni mahonge manene, hizi mahonge kubwa. Sasa badala ya kukata na makasi inakata na nini? Na paga. Na hiyo paga inateresaga inakata mwili. Hapo ndio unakutaga gurario cia muturire. Hapo ndio unakuta kuna nini? Kuna magurario, kuna injuries utapata. In the process ya being set aside, ndio process ndio unawachwa na Bwana, unazalishwa, unakuta una vitoto 8 kila mtu na baba yake. Kama mimi si mnaonanga tabia yangu venye ilikuwa. Najua mimi nikuleta watoto wangu utajua mimi nilikuwa nani? Nilikuwa msherati, kitu kibaya. Sababu nitakuletea vitoto 8 ambavyo ni vya mama tofauti. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mkienda huko msikie kuna mtu anasema niko na mtoto wake, piga tu picha unitumie. Ninajua kitu naangaliaga. Watoto wangu wote kuna mahali wanafanana, tuma tu picha. Nitachukua watoto wangu wote ni 18 na mimi ninawalea. Na sikuwapata kutoa bibi mmoja tu, mwanamke mmoja ndiye amezaa 3 kwa pamoja. Hivi vingine ni 1. That was my life. Those children are not a mistake. It is me who made the mistake. It is me who was bad, but they are not a mistake. So siwezi kukabali na nitakuja kuchukua nikijua ako hautakaa na yeye, mlete tukae na yeye nimlee, ndio nifutafute mistakes zangu, kwa sababu mimi zangu ni mingi sana. Mimi sijaokoka kama nyinyi, na munisaidie nifikie huyo Mungu, nifike hata kama nifike level yenu, nifike hata kama ni 5% yenu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sure, huyu mama ananiangalia na shida. Huyo nake anatuhubiria na hajaokoka. Mimi niko 2%. Venye nilifanya calculation yangu, tabia zangu, salvation yangu ni tu. Mimi si kama nyinyi. Najua nyinyi mnakaa biguni mnakuja asubuhi. Mkiwa holy, the holy of the holiest. Bwana Yesu asifiwe sana. So therefore I'm telling you, when you are set aside, and that is the time sasa unafanyanga mawagano kila kitu, tabia zako, kila kitu unafanya. It is the time of being set aside. Because you live a confused life. You don't live yourself. You don't add up to anything. You are just totally wasted person. Na hapo ndio unahitaji msaada wa watu. Hapo ndio unahitaji mtu anaweza kusimama na wewe. Hapo ndio unahitaji mtu anataka kukuhurumia tu akushike. Ukikutana na kina Wajiko wakupeleke kwa baa. Ukutana na kina Kenodia wakwambia kamata chang'aa. Utakamata bako nasikia maini yako imeanguka kwa tubo. Because that is the purpose. Hapo ndio shetani anataka kumaliza. Akutoe huko ndani, akuweke huko kwingine. So that is the time before you are born, you must be consecrated by God. And when you are consecrated, you live a confused life. Umefungiwa kwa cage, unategemea, unaomba. Hapo sasa ndio unakuanga pua kabisa, unakosa baka chakula. Unafika tu unaishi kwa maana. Unaishi in the grace of God. You don't have anything. You can't. Mtoto wako wanafukuzwa, nyumba inafugwa, baka unaenda unaishi kasigo, karumu kasigo. Watoto wamelala hapa wote, na wao wamelala hapa, na mama amelala hapa. Sasa baka mambo mengine mnafuga. Mnakuwa mtakifanya mchana wakati watoto wameenda kutembea. Ni wakati Mungu anakushughulikia. When you are consecrated, ni wakati Mungu anashughulikia wewe. Na ukubali tu, akianza kukushughulikia, na ujue ni Mungu anakushughulikia, kubali ushughulikiwe haraka haraka. Ndio toke hiyo process ya haraka. Lakini ukikatalia, uanze kujua, ukuwe mjuaji, ukuwe wewe ni uwezi kukaa chini ya mchungaji, uwezi kukaa chini ya any authority, utashughulikiwa pole pole miaka 20. By the time utakuja kuanza kuhubiri, utahubiri ukiwa na miaka 60 na 70, huna meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na most likely ile meno inatokanga ni hapa mbele, si na huko nyuma, ni hapa mbele. So ukishika microphone, unajua microphone hii pressure ya kutoka ni meno ina controligi. Sasa hauna hiyo pressure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa meno imeng'oka. Sasa hiyo ndio pesa tunaanza kukuja, kanyama kanafaa kukuliwa. Tuchakula tuzuri unaona tukipita huko. Because hauwezi kutafuna. Unaambia wale wameenda supermarket, na walilikaza kukula kanyama kako thea ndina twana guku. Hakuna tutoto, ni wewe. Ndio unaitiza nyama ya kusiagwa kwa sababu unataka kumeza tu. Kumeza maana huko ndani hakuna. Julia ina mothe. Wacha umaga. Ukiingia kwa hiyo stage, na naona nyinyi wetu wengi sana tuko kwa hiyo stage. Hata mimi niko hapo. Tunashughulikiwa, tunatengenezwa. Ndio ukue kamili. Mungu aseme sasa full blown nitaanza kukutumia, utatengenezwa vizuri. Utafanywa panel beating. Na unajua Mjaruo akifanya gari panel beating, anachukua keboi, wanaweka chuma na ndani. Sasa kuna mahali itafika ugogwe na Mungu hivyo akuletee Wajaruo wa biguni wa kufanya panel beating. Utasuguliwa. Na ukiwacha vanibio wanakuweka fira, alafu kuna sandpaper wanakusugua vizuri. Wanakusugua, wanaambia geuka padi unasuguliwa. Geuka padi unasuguliwa. Wanasema tena mwagilia maji tena ikauke tena usugue tena. Na kusuguliwa si kwa haraka. Sasa hiyo wakati ukiona mambo yako yanaenda imedelay na uko kanisani na unafanya kila kitu mzuri, ujue kuna delay. Na delay inasababishwa na sandpaper. Kuna ile ya level 1, level 2. Kama unapigwa sandpaper 10, utapigwa zote 10 kwa utaratibu wa masomo. So nakuuliza, kama Mungu amekupatia kazi, release yourself. Surrender quickly. Let God work in you. Let God use you in a faster way. Tukadima kanisa magita tuedi. Ati hapa unaenda hapa unaenda, unafuruga hapa unatoka hapa, unafuruga hapa kabiashara Mungu alikuanzisha kabiashara kuuza madisi ka hapo. Wacha kukibiria tuende ukafuge kamini supermarket, katafuga utarudi kwa madisi. Na kuna kitu baya kama ukirudia kilasi. Kwa sababu utasoma hiyo kilasi na watoto. Na wewe ni mama mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitoto kinakuja kinakwambia, "Shosh, how are you?"
na kimezoea kunyonya maziwa huko kwa mama yake, kinakuona kama na mama yake, unakuta kimetoa ugali kinasema kinataka nyonyo. That is, unakuta maaibu dogo dogo inafanyika katika maisha yako, because wale ambao wamefaulu, wale ambao wameenda, ama wale wewe ulirepeat class, kwa sababu hauwezi kupita class hiyo uende class nyingine if you can't pass this one. You must pass through this class ndio uende hiyo class nyingine. Utarepeat hata kama ni miaka 100 utarepeat. And the funny thing, when you are consecrated, when you are set aside, you don't die. Haukufangi. Hata ukiomba Mungu akuue hawezi. Utakunywa dawa na utasikia kama aspirin umekunywa. Utakunywa Maradion ile inamalizaka 10 minutes, unasikia ni kama nini, Panadol umekunywa, kichwa unasikia kichwa imetulia, kifua ilikuwa inakuuma imetulia, mwili yote inatulia, na viini zote mpaka za ukimwi hiyo Maradion inaua. Alafu kimalizana unaambiwa kuja, tutaendelea na process. Hallelujah. Naambia sasa mama karibu sasa. Na sasa kwa sababu ya kumang'aa unaogesewa vitu zingine kama 6 ya kukunyorosa. Hiyo ndio characteristics of a calling. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalize na ya 3. I appointed you a prophet to the nation. For you now kupita hizi bili known and set aside, you are selected. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imagine umekubalika wewe ni nabii. Umekubalika wewe ni apostolic apostle. Umekubalika wewe ni prophet. Lazima utanyoroswa vizuri. Uudwe vizuri, utengeneswe. Naona kama mama huyu ni mang'aa sana huyu. Naona huyu mama. Huyu ni mama mang'aa sana, sana sana katika ulimwengu wa kiroho. Na ndio naona umeshughulikiwa. Si umeshughulikiwa vizuri? Ulikuwa umesema uwezi kanyaga kwa dola Waruinge. Sasa uko kwa nani? Ni kushughulikiwa tu. Ni kushughulikiwa. For you to be appointed, the 2 processes, to be known, to be set aside, hiyo lazima ishughulikiwe. So do not fight, because you are gearing towards a selection. Ndio wanakuja wanasema, malaika wanasema Rachel, mtu anaitwa Karanja, mtu anaitwa Nancy, mtu anaitwa Julia, wao wamequalify so they can be given a responsibility. Ndio sasa wakati mimi niliqualify baada ya ujeuri yangu yote, nilifungua kanisa pale Jericho kwa social hall, tukakomboa, tulikuwa tunalipa shilingi 3,000. Katika hiyo kulipa shilingi 3,000 tulikuwa tunatafuta mpaka fare tunakosa, lakini tulikuwa tunapata ya kulipa hall. Tukarudi hapo, nikakaa kidogo, nikakuja city stadium, nikakujua karumu kadogo kametosha na hapa hivi. Rachel alikuja kwa sababu alikuwa anaona kwa TV, anaona ni kama kanisa kubwa. Rachel akakuja, alifika huko akasema aiyo kuchukua, akaenda. Sasa amekuja amepata nyumba ni kubwa. Umeona kutoka hapo 2 years, ile ilikuwa 2 weeks, tulikaa mwezi ngapi Jericho? Kitu miezi 4. Tukatoka Jericho tukakuja hapa, corona ikakuja ikatufugia. Kutoka hapo 2 years tuko wapi? Na another 2 years. Kwa sababu ya kukubali kuacha ujeuri. Kwa sababu bado nilikuwa najiona mimi ni kiongozi. Singekaa karibu na sasa hata ingekuwa ningemwiratia. Ningekuwa nikiambiana na nyinyi nini? Umeifanya hiyo ego. Hiyo kimwiti hiyo ego na shida. Watu wa class kama hii tutaambiana na wao nini? Hiyo ilishughulikiwa. Nililetewa machokora. Watu walikuwa naingia hapo kanyumba hivi kananuka kama nini ya ng'ombe. Hiyo hapa hivi. Niliwapeleka wa machokora kwa kanisa ingine ya mama ingine anaitwa Amazing Grace pale Kariobagi. Wakaingia, walipoingia mama aliekelea kajifu kwa mdomo. Akatoka, akaenda akaniambia, "Ndio ruti ya twashio." Waliingia tu unasikia ile mnuko imeingia kwa nyumba. Hata wewe huwezi, hata mimi nilikuwa na breathe naona mpaka nimeshindwa kubreathe. Na ni Mungu ananishughulikia. Alinirudisha huko kwa sababu nilikuwa nataka klasi ya matajiri. Tukifungua kanisa pale Belikanto tulikuwa nataka magari ipakiwe hapo nje. Mungu alikuwa anataka tuanze huko chini, tuanze kupanda pole akitulea. Bwana Yesu asifiwe sana. So when God, for you to be selected, lazima upikapitie. Utafanya biashara zitaanguka. Utaenda ndoa itaanguka. Utafungua kanisa itaanguka. Mpaka uwede starting point ndio ile buduki ifanywe ukibie. Bwana Yesu asifiwe sana.
So that is the time you're going to be appointed to become a prophet. Belong to a kingdom, the heavenly royal is a priesthood. Therefore, this is the most important. Hizo ndizo process tatu. Tumesoma ni gani? Tatu. To be known, to be set aside, to be selected. Hiyo tumesoma tu verse 1. Ndio imetupatia hiyo maneno yote. Na kutoka leo ninajua utaacha umang'aa. Na iwa nanze. Mutaacha, Julie umesikia? Mutaacha umang'aa. Mutulie Mungu. Kama koko niko dhodeko. Ulisema Mungu ni ufute kwenye kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Ni kumaanisha nini? Ulikuwa nyungu, urare nyogo irarugaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nyungu, kitu ya kwanza ndio ufutwe, inachukuliwa kwa juu, inaagushwa chini, yote inapasuka. Kisha inaletwa pamoja. Nyundo inaletwa, inapiga mpaka inakuwa mtutu. Ikikuwa mtutu, sasa inakanyagwa na udogo, inatengeneza kanyungu kingine, tena unarudishwa kwa moto, inachomwa lingine. Sasa unatoka ile nyungu ambayo Mungu anataka. Kubali tu hiyo process isikuwe kidogo. Wacha umang'aa. Si ati mumeanguka, si ati mumerogwa na watu. Hapana, ni kutokubali tu. Niko hagwetekera. Si wewe umeenda kwa waganga wengi? Kwa sababu ya kukataa kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. When you understand the process of God in you, it will not take long. Julia, umeng'ang'ana mpaka juzi. Julia ametupeleka mpaka Ukabani. Anatuambia tunapanga crusade mpaka tunatakasa na Inoro. Crusade. Alitupeleka kando ya barabara. Magari zinapita hapa. Jukwaa ilibidi tukatanisha mara 6. Kakachukua kabao 2. Ndio kwa sababu bade moja kamegoza barabara na ni kando ya barabara pale panaitwa Gateigoro. Sasa nikafika huko. Tulikuwa tumejipanga vizuri sana na makamera. Mpaka nikabia watu wangu, ficheni makamera tusionekane. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna kitu alikuwa anataka kung'ang'ana nayo. Naye Mungu anasema bado hujafika hapo. Walk in the process of God. When you walk in the process of God, you will change. You will not need a pastor. You will not need a prophet. You will not need anybody to come and assist you, because you are walking in the process of God. And when you are walking in the process of God, everything will fall in place, because He has allowed it to happen. When everything is falling in place, everything will work. Tumetumia mamilioni ya pesa hapa. Hakuna duru yangu nimetumia. Hakuna. Mtu anakuja, unaona amegia hapo, anakuja na 1200. Anasema nimenunua hii. Hizi mabloko body unaona zinakuja hapo, unaona mtu mwingine anakuja 1050 nimenunua. Ragi anasema pitieni kwa duka yangu mchukue ragi. Unasikia kidogo, hawa vijana unaona hawa wanafanya these are former criminals. Ni wale wabutukichu. Hawa naona hapa ni watu wabaya. Lakini wanafanya kazi ya nani? Wewe ndio unajua ni wabaya. Wewe ndio unajua nini? Ni wabaya. Mungu anawatumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio amefanya the beauty work of God. Watu wabaya. Hawa walikuwa na kabuduki moja hapa na ingine hapa. Na navuta bagi 6, ukivuta bagi moja. Na ndivyo nijifanya msuri na Mungu akutumii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametumika kujenga nyumba ya Mungu. Ni nini kitawadhuru? Every time you come and see the beauty, you release the blessing to them. Every time you come and say, oh my God, this is wonderful. This is the work of God. God releases to them. Hallelujah. Beautify your heart. Beautify your desires. Beautify your God. Make it happen in your life. Tusimame kwa miguu yetu. Shika sadaka yako. Na si kama uko na dhabihu sacrifice, shika kwa mkono yako. Ni katika madhabahu vita vinapiganwa. Si kule kwa kaofisi. Kule mnakutananga na Mr. Dora Waruinge. Kutana na apostle hapa. Ukitaka kufaulu katika maisha yako. Mimi bishop wangu Harrison ananiambia tuende kwake nikakunywe chai, na mwambia hapana. Tukutane kwa madhabahu. Kwa sababu kule kwake nitakutana na Mr. Harrison Ng'ang'a. Lakini tukienda kwa madhabahu nakutana na nani? Akibishop. Try as much as possible kukutana na mimi nikiwa kwa ofisi. Sio lazima ukuje ati nikuombee. Nimekuambia I know. Nimepikwa nzuri. Ndio nifike hapa, nimefika. Ndio mwanze kuona the tall dark and handsome. Jaribu kujua tu process ile nimepitishiwa.
ndio uone kama utafaulu. Kwa sababu ndio ukuje ukae na mimi ukiwa bibi. Ndio ukuje ukae na mimi, lazima utapitishia hiyo atoro daka the handsome. Upikwe vizuri ndio umatch. Hallelujah. Nina kugeria kuuraga ndogoro, ni kujaribu kumaliza watu. Leteni zaka zenu muziekelee hapa. Ekelea tu hapa kwenye madhabahu. Leteni zaka zenu mwekelee tu hapa kwenye madhabahu. Kujeni tu. Sio lazima utoe, kuja tu. Ekelea tu hapo. Unajishikanisha na madhabahu. Na kile kitu chochote kilikuwa kimekufunga. Wale wako na michanga walilete mchanga. Mungu anafungua hiyo michanga. Leteni hapa. Munafunguliwa. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty, chochote ambacho kilifanya ukuje sasa kwenye nyumba hii, iwe ni ndoa yako, iwe ni biashara yako, iwe ni huduma yako, iwe ni magonjwa, iwe ni ukimwi, iwe ni kansa, yote imeondoka katika jina la Yesu Kristo. Mapepo yaliyozungumza katika maisha yako, it is destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Maisha yako inabadilishwa sasa, maisha yako inabadilishwa. Chochote walichokiinua, madhabahu ya waganga, madhabahu ya wachawi, madhabahu ya Illuminati, madhabahu ya devil worshiper, kifo kilikuwa kimetangazwa kwako, kimeondoka katika jina la Yesu Kristo. Kifo kilikuwa kimetangaziwa dada yako, ama brother yako, ama mama yako, kimeondoka in the mighty name of Jesus Christ.
milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana kwa neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Asilo
unikaribishe Bwana, narudi, narudi Bwana, narudi, narudi kutoka mbali, kutoka mbali. Bwana unikaribishe sasa, unikaribishe Bwana, narudi, 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 narudi kutoka mbali. Sasa unikaribishe, sasa unikaribishe Bwana, narudi, 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 narudi kutoka mbali. Sasa unikaribishe, sasa unikaribishe sasa, narudi, 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 narudi kutoka mbali, kutoka mbali. Sasa unikaribishe, sasa unikaribishe Baba, narudi, 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 narudi kutoka mbali. Sasa unikaribishe Baba, narudi, 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 kutoka mbali. Sasa unikaribishe Baba, narudi, sema tena, narudi, 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 narudi kutoka mbali, kutoka mbali. Sasa unikaribishe Baba, narudi, sema tena, narudi, 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 narudi kutoka mbali. Oh yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Simu mchukue kwenye simu. Make sure your bags are okay. Make sure your bags are okay. You feel you want kubarikiwa ama that feeling of the Holy Spirit, kuja hapa. Unasikia unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu, kuja hapa. You know your spirit has not been okay with God, kuja mpande tu hapa. Songeni kabisa mpaka huko. Wengine kumpitieni hapa. Kujeni mpaka huko. Don't worry. Yes. Okay. Kawe. Kuja hapa. Yes. I command you in the mighty name of Jesus Christ. Come here. You, spirit of... Yes. Kwani nani naita? Mpande hapa, nimesema mpande hapa juu. I said, kwa wale msikii Kiswahili, you come here. Kwa wale wasikii Kiswahili tena, come here. Hey, lazima iondoke. In the mighty name of Jesus Christ. Yes. Yes, chomeka. 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 Mpige magoti hapo. Mpige magoti hapo. Just kneel there. Just kneel there. Kneel there.
Wherever, find a space mpaka huko kwingine, mpaka huko nyuma kabisa, huko nyuma, sio lazima hapa katikati. We huko. Yes. Unataka vita? Haya, fanya vita. Unataka kupigana na nani? Haya, anza. Utanigoka? Kwani unaniogopa? Nikuondokee? Nisi unigoge? Si unigoge? Nataka unigoge. Si unigoge? Nataka utanigoga wapi? Utanigoga wapi? Nitajua. Nitajua nini? Rukia tu, ruka. Unangoja nani? Nataka uruke. Ruka kwanza. Unaongoja nani? Hadi nakujua. Sikujui. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Malaika wa vita. Haya, malaika fanya kazi. Tupigane. Haya, tuanze number 1. Niangalie. Angalia. Wewe ni wa nani? Wewe ni wa nani? Wewe ni wa nani? Na kuamurisha, ninakufunga hapo ulipo. Hautaondoka hapo. Ninakufunga hapo ulipo. Nisikukuze. Nitaumia. Niumize. Si uniumize. Niumize. Nataka uniumize. Sikuachi. Sasa 1 2 3. Siona vipepo vinaumiza watu. Vipepo vidogo tu. Semeni, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako leo. Nahitaji msaada wako. Fungeni macho yenu. Nahitaji msaada wa Roho wako. Ukanisaidie. Nifungue kutokana na mateso ya shetani. Nimegonjeka, nimeteseka, nimechukiwa, nimeonewa, nimedharauliwa. Kutoka sasa, chochote kilichokuwa ndani mwili yangu, iwe ni ugonjwa wa kansa, iwe ni TB, iwe ni kisukari, magonjwa aina yoyote yale, imeshindwa katika jina la Yesu Kristo. I am healed. My business is healed. My family is healed. My lifestyle is healed. In Jesus' name. Somebody say amen. Thank you. God bless you. Ninataka kumwalika, simameni tu sasa, mrudi kwenu, mtoke kwangu. Usitoke na hesabu 1 mpaka 3. Spirit ya Illuminati ndani yako haina mamlaka kwenye nyumba hii. Spirit aina yoyote ile haina mamlaka kwenye nyumba hii. It doesn't matter what you're going through. You are healed in Jesus' name. Nataka kumwalika rasmi siku ya Jumapili. Tuliza baba kidogo. Nataka kumwalika rasmi siku ya Jumapili. Baba yangu wa kiroho atakuwa hapa, Bishop Harrison Ng'ang'a. Na atakuja kuachilia kitu kinaitwa fatherly blessings. Let me teach you something about that kind of a blessing. It is not ordinary. Karibieni tu hapa, kama kuja tu na kiti yako, beba kiti ukuje nao. Beba kiti ukuje nao. Anasema ataniona, nitamuona. Funika yeye, awache madharau dogo dogo.
Mzee. Huyu mzee kuja. Acha tupate viatu. Haukuji na huko. So, why the fatherly blessing? It is very rare. Very what? Si kwingi inapatikana. Wakati Jacob aliona siku zake za kuenda zimefika, aliwaita watoto wake, akawaambia njooni niwaambie siku za uzodi penye mtakuwa. The fatherly blessing is about your future. It's about what is going to happen to you tomorrow and the day after tomorrow. It is lifestyle. It is forever. That is what we call fatherly blessing. It defines what you will become. Akamuita wa kwanza anaitwa nani? Ruben. Akamwambia Ruben, wewe ndio nguvu yangu. Wewe ndio mtoto wangu wa kwanza. Lakini ulipanda kitanda ya baba yako. Na kwa hivyo laana itakufuata. Akamuita Lewi na nani? Simon na Lewi. Akawaambia nyinyi ni watu barubaru. Muko na nguvu. Mulikatakata ng'ombe. Mutaishi kwa upanga maisha yenu. Akamuita Juda, akamwambia all your brothers na watu wote watafanya nini? Watakuinamia. Katika hao nimetaja kizazi cha Ruben kilihangaika kulingana na laana ya baba. Kizazi cha Lewi ndio kizazi cha Musa. Musa aliishi kwa hasira na hasira ilimkosesha kwenda kuona Kanani. Ukijipata huko kwenye hasira nyingi, wewe ni Lewi na Simon. Naye Juda alibarikiwa na kizazi chake ndio kimemleta Yesu Kristo. When it is a fatherly blessing, ukiisikia inafanyika Nigeria ama inafanyika South Africa, kama huko na fare panda ndege ukimbie huko. It comes once in a blue moon. Once. Inachukuanga muda kizazi kimoja when there is a transition. A fatherly blessing of this magnitude inakujanga when there is a transition. Kuna handing over inafanyikana in the spiritual realm. Kuna kizazi kinainuliwa, maana kile kizazi kingine kinaondoka ofisini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kizazi katika ulimwengu wa biashara kinainuliwa. Kuna kizazi katika ulimwengu kama wa kimadhabahu kinainuliwa. Kuna kizazi kinainuliwa katika all sector of life. A new generation is coming up. And that day ndio kutaachiliwa hiyo neema na itatembea dunia mzima. And the fire will be ignited. A blessing will come upon you. That is why I'm telling you, if you have yourself, you have people around you, you have your mother, your father, your brothers you love, come with them. You never know what is going to happen to you. You never know when kama hiyo ndio siku kiberiti yako inawekwa kimoto. You never know whether ni wewe utaguzwa. Hata mimi sijui. Lakini kile kitu najua ya kwamba there is a transition. Na baton itapeano siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijiti kitapokezana siku gani? Siku hiyo. It comes after every 50 years. Nataka uniambie 50 wakoro hianate.
Tuongere 50 plus 53. Akora na 103. 50 from today. Itakuwa nini? Over 100. Sasa hiyo ndio utakuja kumwagiliwa mafuta ya kwenda kuhubiri. Yeah? Manielewa? So there is a transition. Sema transition. It is a hidden secret. It is only God has used this house to hand over the baton. You don't know why. You don't know what? Why? But it will be handed over. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you have a brother, a sister, an uncle, walete. Watoto wako walete. Ujui ni nani atatapu hiyo anointing. Ni anointing itaachiliwa tu. Tutakuwa wengi. Kuna wale watapokea na kuna wale hawatapokea. Lakini itaachiliwa. Kuachiliwa itafanya nini? Itaachiliwa. Ndio naona kuna maandalizi ya kimataifa. A heavenly maandalizi. Kwa hivyo it is all upon you. Na ubebe dhabihu. Wacheni waibie siri. Ubebe nini? Dhabihu. Siku hiyo atakapoitisha, wekelea mahali atakuwa amesimama, mtaagizwa, mtaendelezwa, wekelea tu kwa hiyo madhabahu atakuwa amesimama. Utakuwa umejiconnect na the next. Ile ya kwanza ilikuja wakati wa 1972 wakina nani? Akina Joe Kayo. When was that? 1970? 73, 74 hapo. Joe Kayo. That was hiyo. Sasa inakuja ya kizazi hiki. Kizazi hiyo imeondoka. Sasa tunaingia kwenye kizazi kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a 50 years transition. Ushering the beginning of coming of Jesus Christ. So, how lucky are you to have been selected to be part of it? How lucky are you kuona mtu kama huyu amesema dawa za kulevya nimewacha. Amesema bangi nimewacha. Amesema bake nimewacha. Unasikiaje sasa? Hiyo maji unasikia kuna mahali imeingia? Thank you. I want you to be my bodyguard kutoka leo. Si ndio? Utakuwa ukinichuga. Ukiona mtu ananikaribia unagoka na kuja unaitisha bill. Yes. Babies. Come forward. The two babies. Yes. Siko najua mko hapa. Mlikuja saa ngapi? Hawa ni watoto wangu. Yes. Mwache. Huyu anaitwa Pastor Doreen. Kwa lake leo anakuuza. Mrs. Maina. Sorry, nilijua nimezoea Doreen. Sijui siku anajua kalio. Mrs. Maina, how are you? I'm sorry. I didn't mean to misbehave. Mrs. Yeah? Mrs. Yes. Hawa ni watoto wangu ndio wakubwa kabisa. This one and this one. Anaitwa Susan Jerry. Anaitwa Doreen Wamboi. Huyu ni pastor. Huyu ni manager, ni banker. Ama ulitoka huko tu. Ni mtu mkubwa. Ukikaona hivi kako na kichwa gumu. Anasemanga alitoka kwa baba ambaye ako na kichwa gumu. Si ndio aliniambia? Ni mtu ako na kichwa gumu kama ya baba yake. Akiamua kupasua hii barabara aende mpaka South Africa Mungu anaenda. Akifanya maamuzi anafanya. Hawa ndio walifanya nikakuwa mzee. Kwanza huyu ndio alifanya hii nyumba ipatikane. Katika wedding ya huyu Harrison Nganga ndiye alishikanisha. Then he prophesied. Akasema hii nyumba nimeomba Mungu awapatie nyumba kubwa. Na imepatikana. Si ndio? Na hatire kwa mbele yado. Praise God. Nimesikia naitwa Susan and I'm glad to be here.
Praise God. Praise God once again. I'm Doreen or Mrs. Avantos, and I'm happy to be here. You look lovely. Thank you, thank you. Na kuna wengine wengi watakuja Sunday hiyo mtawaona. They are about 18. Kana mko ngapi? Sasa huyo acha niwaambie, it's very good. You love your children. Wanapendana, lakini hakuna mama na mwingine pale. They love each other. They live together. They take their problem as a problem. Sasa kuna brother yake ameleta umang'aa, wamekuja kuniita tutukali. Brother amekuwa mang'aa sana. Na si now. Lakini sasa wewe hata wewe mko nyumba moja, mmezaliwa na baba na mama na hata hamuangaliani. Siwacheni ujinga. Abia watu wakiwache ujinga. Bring your family together. Hata kama you have mistake, you have problem, you have challenges. Yes, all of us we have challenges. But try to mend them. Make it better. Hallelujah. If you can live in such a better life, you can. Dorini ni pastor. Na ni pastor wa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifungiwa doa. In a family, she's the only one who did a wedding in both families where wedding is not a possibility. But she fought it. She made it. Aling'ang'ana kabisa mpaka akafaulu. Pia wewe unaweza kufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nataka mfanye. Wacheni na mambo ya kufuata miujiza. Wachaneni na miujiza. Miujiza, it is a very simple thing. Can I tell you muujiza ni nini? Wangapi wamei kwenda kwa mganga? Ndio tu mkono tu. Kama ushai kwenda kwa mganga, ndio tu mkono juu. Inua mkono juu kama umeenda kwa mganga. Wacha hypocrisy. Hata mimi nilikuwa kwa mganga. Inua mkono hivi. Mwetuaga mwikaraga matu iguru. Tumeshaenda. Kwani ni nini? Waganga si ni binadamu kama sisi. Tumeshaenda. Ndio pretend na nivo uko mchafu. Hata kwa suruali yako umefunga gedhito. I hate hypocrites. I hate hypocrisy. I really hate it. Be what you are. You are there, you passed through it. It was a journey. It is a journey in your life. Sasa usherati ule unafanyaga na uganga, what's the difference? Ati kwa sababu hiyo unafanyaga usiku ujulikani, sasa unaonekana wewe uko mbinguni unajulikana. Tulienda kwa waganga, unaitisha mtu, unaitisha jina yako Alex, unasema nataka Alex. Alex analetwa kwa kioo. Si ndio? Analetwa kwa kioo, unamuona ukule kwa mganga. Anawekwa kwa kioo hivi, unamuona. Unaulizwa ni huyu, unasema ndio. Hiyo ni miujiza ama si muujiza? Yeah? Na mbona natuligia hapa tunataka kwenda kwa muujiza kwa nini? Miujiza ni wewe. Seek ye the kingdom of heaven. And what? It is righteousness, and everything others will be added. If you seek the righteousness of heaven, anything that you want in this world, itajileta peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. We are not clean. We are not clean. We are not written kule biguni ati tuko 100%. Mimi nimekuambia uokovu yangu iko at 2% now. And the better start from 2% because una 98% ya kutengenezwa. Kuliko wewe uko 100% na wewe ni kishetani duniani. Mpaka uko beyond repair. Hiyo ni natamanga, hii ni kitu ya kutubwa. Create a space for God to work on you. Always. Hiyo perfection ya kusema nyele mahana kumali ada hana kile miaka yana nyele igwa kumaka igwa kumokenena isio wira hiyo sitakagi, usikuje kunitolea hiyo ushuhuda. Hiyo wachana. Habari yako mzuri. Umeshindaje? Niko sawa na Yesu. Full stop. Hiyo story nyingine venye uliokoka, venye ulilala, venye ulishida, na kuigwadira igwa komotolera, na kuigwadira igwa ke na wehiga murogi. Umebeba visu kama nani, umeduga watu kwa mgogo. Lakini ushuhuda ni maridadi. Na hakuna bigu naenda. Wachana na hiyo. Mimi usiwahi kuja kunitolea ushuhuda hapa. Habari yako mzuri. Unaendeleaje? Niko sawa na Yesu. Tembea. Ushuhuda ni Mungu anajua. Ndio alikuona usiku ulikuwa unafanya vitu kwa gani? Unaenda na kemodha yake au?
Yes. Anaona ile mtumia wao. Kuna mtu amekuona usiku penye ulilala. Sasa nakuja kutolea ushuhuda na ulilala na bwana ulilala na bwana huyu. Lakini hapa bado natembea kama there. Kuweni real. Kuweni real na mkuwe simple. Just be real. Don't complicate this life. Christianity is simple. Just live like Jesus Christ. Christianity is completely simple. There is nothing complicated. Kuja kutufanyia hata kwa sababu ati naona wekeleta t-shirt. Ngai muhujia kila t-shirt. Toa t-shirt yako haleluya. Nitakuja na kinyasa imefika hapa. As long as ninafunika huko. Na ninahubiri na watu watakokoka, si ndio? Haleluya. Simubarikiwe sana. Sioni kama kuna watu wanataka kuniona. Kai, tena nyinyi wote. Sawa, nitawaona tu, lakini muache tu niongee na wale watoto wawili. Si ndio? Kuna mahali nataka kuwatuma. Then from there mtakuja kila mtu. Hata mkitaka nyinyi wote niwaone. Ama Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyanga, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. Thank you.